Taratibu. Majirani wawili ni akina nani jamani? Kaa hapa. Aliyebomoa ni nani? Aliyebomoa nani? Mimi ni hapa. Tulia, relax. Relax. Tumekuja hapa, kuna malalamiko. Mwananchi huyu hapa anasema kwamba nyumba yake ya vyumba 8 imebomolewa. Huyu bwana akakamatwa akapelekwa mahakamani, anataka kupelekwa mahakamani. Sasa huyu bwana jana kaja ofisini kwangu, karia analala chini. Huyu hapa anasema, DC, mimi naishi Dodoma, nimesingiziwa nimevunja nyumba ya vyumba 8. Na afisa upelelezi akaja huku naye kujiridhisha, lakini na mimi katika ubuyu wangu nikaambiwa pale kulikuwa hamna vyumba 8. Nikachukua wataalamu wangu, na huyu mama alikuwa tayari sasa anafanya mchakato ampeleke huyu bwana mahakamani amfungulie kesi ya kuvunja vyumba 8. Sasa nikawaambia na wenzangu vyombo na wataalamu, twende eneo na sisi tuone nyumba ikijengwa sina msingi. Kama imevunjwa sitaonekana hapa chumba hata tufukue. Na nimekuja na hela pale shilingi 100,000 ya kuwapatia watu wafukue kifusi ili tuangalie ile vyumba jamani, si ndio? Sasa huyu mama amesema kwamba hapa kulikuwa kuna, si ndio mama? Subiri hapa vyumba, si ndio? Pokeni huku jamani. Ina maana hapa kulikuwa na vyumba, si ndio? Sasa wenyewe kwa kuangalia hapa kulikuwa na vyumba, walikuwa wanapita hapa njia. Bibi wewe ndo jirani, tupe ushahidi wa hapa. Na huyu hapa. Mama unaitwa mama nani? Unaitwa nani mama? Mimi naitwa Farida Juma. Mbona uko serious sana? Kawaida. Uko ja. Wewe hapa unapajua? Napafahamu. Vizuri. Huyu unamjua? Namfahamu. Huyu unamjua? Namfahamu. Hebu tupe ukweli wa hapa. Ukweli wa hapa, hii nyumba ilikuwa sio vyumba 8 wala sio vyumba 6. Vilikuwa vyumba 3 na sitting room. Aliyebomoa ni huyu? Aliyebomoa aliyemweka hapa Kanji Bai, ambaye huyu mama ndo katupeleka sisi kutufunga. Tulikaa kule Kisarawe masaa 24. Na ujinga wetu na upumbavu wetu, huyu mama aliyotuona sisi, huyu mama alikuwa hakai hapa. Huyu mama alikuwa anakaa kwa kujua mwenyewe. Hapa alimweka mtu, yule mtu aliyomweka kamtafuta mtu kuja kutapeli kuuza. Hapa palishauzwa milioni 3 imetoka, tumeikamata tumeihesabu. Alafu tukaja tukafunguka masikio, tukasema hivi, hela kashatoa, tushampa. Aliyenunua Muhindi mwenye nyumba hii hapa. Ni Muhindi? Shemeji yake Muhindi mwenye nyumba hii, shemeji yake. Ndo hapa. Ndo alinunua. Sisi tumekaa pale, najua kama hili tunamtafuta Kanji hatumuoni. Kanji ni nani? Kanji anamjua huyu aliyemweka hapa. Kama mlinzi? Kama mlinzi. Sawa. Kuja kushtuka huyu mama alishapigwa dongo changa la macho, alishakuwa anataifishwa. Tarehe 1 ya mwezi wa 12 ilitakiwa ndio imalizwe milioni 3 na 500,000. Sisi tulivyokuja kuamka tukatafuta namba kwa huyu. Tumeenda kwa huyu bibi katugea namba za huyu. Kutugea namba za huyu ikabidi tumtafute. Tukamwambia, wewe bwana, kwani wewe huku unauza nyumba? Huyu akasema mimi siuzi nyumba. Tukamwambia kama wewe huuzi nyumba, basi nyumba yako Kanji kauza, fanya hima chini juu uje. Huyu mama alivyokuja, Kanji tayari kashafanyaje? Kashauza na kashaondoka. Mashahidi wameshakimbia, kesi imetuelemea. Kwa mwenyewe ndo mmeuza? Ndio tumeuza. Mimi naitwa Bi Korongo. Korongo, shikamoo. Una muda gani hapa? Nina muda mwingi sana. Wewe nyumba yako iko wapi? Ile nzuri. Ile yenye umeme ile. Ina umeme. Unaelewa nini kuhusu hapa? Hapa mimi nimekuta nyumba inajengwa hii hapa. Alikuwa anajenga nani? Huyu hapa. Imejengwa mpaka wakaizika bati. Baadaye nikaona wanajenga pale yako kadogo. Wakang'oa bati za hapa. Zikapelekwa pale. Wakawa wanakuja vijana wanakaa wanaondoka. Baadaye akaja Kanji Bai. Sasa sijui kama alimuunganisha, sijui vipi. Huyu dada nikawa muda mrefu sijamuona hapa. Akawa amepotea. Haya, huyu naye baba huyu huku kwake naye akaondoka. Huyu hapa. Basi Kanji Bai akaja hapa
chota chini mchanga, akaona haifai, akaanza kugonga gonga tofali mpaka linta. Siku ambayo haina jina jumba lote likaanguka. Tena liliangukia kule. Lilibomoka au lilibomolewa au lilianguka lenyewe? Sasa unagonga dirisha, mlango vinaungana, itakuwa na uimara tena nyumba hapo. Au walivyohamisha vile vitu, wakahamisha vyote, kifusi akauza, matofali akauza, ndio ikabaki kimsingi. Na ni kweli kulikuwa na vyumba 8 hapa? Hapana, nakataa. Jamani, mwingine kule vilikuwa viwili, huku kimoja na kisebule, kitu kama hicho. Mwingine anayejua historia hapa nyoshe mkono. Subiri kwanza, mwenye hii nyumba ni nani? Mimi hapa. Njoo basi bwana, hii ndio nyumba yako. Nimesema kwamba imevunjwa, nilikuta kama ilivyo hivi hivyo. Na bahati nzuri, badala alizozungumza bwana hapa, akaja akajenga ukuta wake huyu mama. Akajenga ukuta huu ule pale, mpaka wake ule. Mbona amekuzibia hadi karibu pale? Yeye ndio kaona ndo mpaka wake. Na mimi sikupiga kelele. Ukatulia. Nimetulia. Wewe naye kama mimi. Sitakika ugomvi wa mipaka. Yeye mwenyewe kajikomiti kwa neno gani? Kwa hiyo hapo ulikuta pameshabomoka. Kwa hivyo na majani ndio hayo yanaota. 2024. Nimekuja hapa 2000, nimekuja tarehe 6. Tarehe 26 mwezi wa 6 ndio nilivyonunua pale. Ulinunua nyumba 2024. Hii nyumba nimejenga mwenyewe. Umejenga haraka. Nimehamia hapa mwezi wa 3 mwaka huu. Mzigo ulikuwepo? Hamna. Kwa hiyo hapa huyu unafikiri nani alibomoa hapa? Mimi sijui. Sina uhakika huo. Wewe unaelezeaje huyu na yule mama pale? Nani? Huyu na yule. Mimi huyu namfahamu kwamba ndio alioniuzia kiwanja hiki basi. Kile cha kwako. Na hakina mgogoro. Hakina mgogoro. Na unaishi vizuri. Mimi hapa nilipohamia nilipokuta hapa kwenye Rinta. Aliyebomoa hapo ni Kanjibai. Nondo kifusi aliuza yeye Kanjibai. Kanjibai ni nani? Ni mlinzi wa hapo kwenye hiyo nyumba. Nani alimleta kulinda? Huyo mama. Sio huyu bwana alibomoa? Hapana. Kanjibai. Nani alimleta? Kanjibai alikuja kuniomba, dada, na natafuta chumba cha kupanga kwa sababu nyumba yangu ilikuwa inakaa wazi. Eneo langu huyu jamaa anaingiza anachomeka mipaka. Nikaa nimemwambiaje, basi alivyokaa nikampangisha tena, nikampeleka wajumbe. Kulikuwa na mzee Nyunga zamani kipindi hicho, nikamuandikishia, ngasema mzee Nyunga huyu ni mtu wangu, atakuwa ananiangalizia eneo. Basi mzee Nyunga tukaandika, akakaa. Jamaa huyu mkaandikishana na ili huyo Kanjibai akae tu, yani akae. Nikaa nimwambia mzee Nyunga, akasema sawa. Mzee Nyunga yuko wapi sasa hivi? Ni mgonjwa. Pole. Basi nikaa nimekaa naye hapa. Kwa hiyo useme wewe Kanjibai ndio ulimpa akae hapa? Akae hapa akulindie. Anirindie. Sawa. Sasa nimekaa, Kanjibai amekaa karibia tangu hii nyumba nimejenga tangu 2015. Baada ya huyu jamaa kujenga hii nyumba akaichakachua mchanga, ikabidi nijenge ile pale. Kwa hiyo tukawa na migogoro, jamaa kana ananifanyia fujo huyu. Eneo langu lilikuwa ni kubwa. Achana na fujo. Mimi nataka tujikite hapa kwenye ile fujo ile. Tutakushauri chukua rabii ya fujo. Tujikite hapa kwenye vyumba. Hapa vyumba vilikuwa ni vitatu, sebule moja 4, choo ya ndani na jiko, na kulikuwa na choo nyingine ya watoto. Ina maana zilikuwa ni choo hizi 2. Kwa hiyo mimi hii nyumba ilikuwepo tangu muda. Twende taratibu. Jana ulimwambia OCD huyu bwana amejibomoa vyumba vingapi? Jumla ni 8. Nyumba 8. Jumla 8 na hivyo vyote tukihesabu. Kwa hiyo choo ni chumba? Kiko ndani. Subiri kwanza. Choo ni chumba? Kinatumia tofali. Na jiko ni choo na ni nyumba. Kwa hiyo ni jiko, kwa hiyo ni jumla jiko tukihesabu vyumba 4 na choo. Subiri kwanza mama, twende taratibu. Hii nyumba ilikuwa na vyumba vingapi? 8 jumla. Naambie vyumba, achana na mambo ya choo. Naambie vyumba. Yaani jumla vyumba vilikuwa 4. Hii nyumba imebomolewa lini? Hii ilibomolewa mwezi wa kwanza. Mwezi wa ngapi? Mwezi wa kwanza 2024 ndio ilibomolewa hii nyumba. Mwezi wa kwanza 2024. Siku zote ulikuwa wapi kufungua hii kesi? Hii kesi mimi nilimfungulia huyu jamaa na mkuu wa kituo ninayo hapa. Subiri kwanza nikwambie. Wewe hapo ni mkabidhi nani akulindie? Huyu hapa. Mimi mkabidhi Kanjibai. Kanji yuko wapi? Kanjibai baada ya kuuza hili eneo nilikuta na hii nyumba ipo. Kwa sababu Kanjibai mimi nakuja hapa na nyumba yangu ilikuwepo. Mimi nilivyoenda polisi wakaniambia, dada, eneo lako liko vizuri. Nikasema iko vizuri. Nisikilize mimi ninachokuuliza, achana na polisi. Polisi nao hapa. Mimi naomba uniulize. Wakati wewe unamkabidhi Kanjibai hapa,
Kurinda hapa. Wewe ndio ulimpa hapa? Wakati Kanjibaya anaondoka alikurudishia? Kunirudishia nyumba? Hakukabidhi? Wewe ulikuwa na muda gani ujaje hapa? Mimi nilikuwa nakuja. Hujanijibu. Nilikuwa na kama mitatu hivi. Ulikuwa hujafika? Ndio nataka hicho. Yaani nisaidie, nikikuuliza niulize, nikujibu. Uliondoka hapa mwaka gani? Mimi hapa niliondoka 2020. 2000. Ukaenda wapi? Nimeenda nyumbani kumuuguza bibi. Wapi? Bukoba. Nimerudi 2024. Na 4 mwezi wa ngapi? Ilikuwa mwezi wa 8. Mwezi wa 8. Ukakuta nyumba haipo? Ilikuwepo. Babu? Ilikuwepo nyumba. Subiri kwanza, babu. Babu njoo. Samani baba, tunakusumbua. Wewe hapo umehamia mwezi wa ngapi? Hapa nimehamia wa juzi. Wakati unajenga hii nyumba ilikuwepo? Ulianza kujenga mwezi kwa ngapi? Nimenunua pale 2024. Tarehe 6 hapa. Kwa hiyo hapa mimi nimepakuta kama palivyo na majani yake hivi. Sawa, wewe umekaa hapa kwa muda gani? Mimi tulikuwa tunafanya kazi ya fanyaje? Plasta. Hapo plasta umeanza kujenga lini? Ilikuwa ni tarehe 23. Mwezi wa ngapi? Mwaka huu 2025. Sawa. Wakati unajenga unapiga nyewe ulikuja kupiga plasta au ulijenga nyumba yote? Kwenye plasta. Wakati unakuja kujenga plasta, hii nyumba ilikuwepo? Haijakuwepo. Kwa hiyo ulikuja ukakuta nyumba imeshavunjwa? Haya, huyu ndo shahidi wako. Amekuja kupiga plasta. Haya. Shahidi wako mwingine? Shahidi wako mwingine nani? Wewe huyo Kanji unamjua? Unamjua kwa kivipi? Alikuwa anakaa. Nani alimweka hapo kaa? Ndani alikuaga? Pia kuniaga. Hakukuaga? Natokea ameondoka hapo ulivyokuja umeshaonana na Kanjibai? Kanjibai? Mimi sijamuona. Hujamuona? Lakini ya tetesi zote wanasema Saidi ndio alikuwa anadili naye wanajua. Subiri kwanza, twende taratibu. Twende taratibu. Afisa upelelezi yuko wapi? Unanisikiliza nachohoji? Wakati wewe umemkabidhi Kanjibai nyumba akaondoka. Ulivyorudi sasa kuja kwenye nyumba yako. Uliokuwa umemkabidhi nyumba umeshaonana naye? Sikuonana naye. Ulishampigia simu? Nilimtafuta hapatikani. Na wakati wewe unamkabidhi Kanjibai nyumba yako akulindie, huyu bwana alikuwa ni shahidi wako? Huyu bwana tulikuwa tuna migogoro. Alikuwa sio shahidi yangu. Wakati Kanjibai anakabidhiwa nyumba, huyu ndo alimleta Kanjibai akulindie nyumba? Huyu Kanjibai ndiye aliyemleta kumweka ndani kwangu. Asubiri kwanza. Niuliza ninachokuuliza. Aliyekuambia kwamba Kanjibai umpe nyumba yako akulindie ni nani? Okay. Wewe unamjuaje Kanjibai? Mimi Kanjibai namjua kama mpangaji. Mpangaji? Kwako? Sasa sikiliza. Mtafute kwa kushirikiana na polisi uliyemkabidhi nyumba yako. Unielewa? Na ukuta na Saidi alivunja tena na ukuta. Twende kwanza. Kesi hiyo kama pangane ni ukuta ya nyumba. Na ukuta na uzio. Ni nyumba. Twende taratibu. Supelelezi huyu hapa. Bwana, hebu wewe tueleze sasa kwa hii taswira uliyosikia wananchi. Ushauri wako ni nini afisa upelelezi? Mimi bana kupata ile faili kwa ajili ya kwenda upelelezi. Nikawa kwa ile tukio kama unavyoliona. Yaani niliwatafuta mashahidi kama huyu mama, nikapata maelezo yake. Nikapata maelezo yake. Watu watatu. Wapi uliopeleleza? Hayo mama, tueleze wewe unaelewaje kuhusu tukio? Hapo kaa upumzike. Tukio na mimi nimekuta nyumba imeshavunjwa. Hapo ulikuja lini? Nimekuja hapa kuhamia kabisa ni mwezi wa 8. Mwaka jana? Mwaka jana. Unaona haikuwepo? Nyumba haikuwepo. Huyu anasema ila nyumba ilikuwepo, nyumba yangu mimi huku mji ulikuwepo. Lakini kuhamia kabisa hapa sijakuta nyumba. Ilikuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa 8. Unaona huyu anasema nyumba imefungwa mwezi wa ngapi? Mwaka huu. Tafuta mtu uliyompa hii nyumba akulindie, polisi wakusaidie, umkamate umpeleke mahakamani.
Hata kama una kesi na mtu umpendi, usimsingizie mtu. Sasa mkuu wa wilaya ngoja samahani. Na huu yeye anasema hii nyumba hajaivunja. Na huo ukuta nani aliyevunja? Hiyo ni kesi mbili tofauti. Kesi uliyofungua mahakamani ni ya kukuvunjia nyumba ya vyumba 8. Hapa hamna. Majirani wote hapa, mpaka huyu shemeji yako uliyemleta anasema hakukuta nyumba hapa. Kwa nini mnazushana kesi, mnasingiziana mambo ya ajabu? Huyu si ni shemeji yako? Amekuja hapa kujenga, kupiga prasa, ambayo umemwamini ndio shemeji yako. Amekwambia hajakuta nyumba hapa.